Unajua challenge ya Simba nikisema hapa nyie mnaenda kuandika sinajibu, naombeni muweke na lile swali. Yaani wewe uweke swali, usiweke tu majibu yangu. Ukiweka majibu yangu mara nyingi wanasema huyu kuto kutuzungumzia. Mimi siwezi kuzungumza, mimi mwananchi, lakini nina haki ya kuizungumza kwa sababu ni klabu iliyoko nchini kwetu. Nimefurahi waziri kutaka ile jambo mchakato uende haraka, na kama mwana michezo ni jambo jema. Lakini hiyo challenge kubwa ya Simba, kuna mtu aliwahi kuwa pale madarakani katika nafasi kubwa tu tofauti. Mimi kwa uzoefu wangu, sababu nimekaa pale, nimeishi pale miaka 6-7 nadhani, na pale ndo nilipotengeneza jina langu na nikaanza kutengeneza taasisi. Unajua mimi baadaye nikaifanya nafasi ya usemaji, sio msemaji tu, usemaji ukawa ni institution. Yani ule usemaji baadaye ikawa ni taasisi inayojitegemea, nikaifanya mimi, ndo nimefanya. Na ndio maana baada ya mimi press yangu ya Crown juzi, nchi nzima inazungumzia topic moja tu, kwa sababu kuna mwanamume kasema. Yani pamoja na kwamba nimekaa muda mrefu sijazungumza, nimesema maneno machache tu, lakini tayari nchi nzima kila mmoja anatafuta pa kutokea kwa ajili yangu mimi. Hata mimi niwaambie wenzetu, mimi nawafahamu uzuri. Mimi ujue pengine katika level za kiuongozi ndio binadamu pekee, ukiacha makocha na wachezaji, kuhudumu katika club zote mbili pekee, na pengine hatatokea mwingine, sidhani. Kwa hiyo nazijua vizuri hizi clubs zote mbili. Challenge kubwa ya ndugu zangu ni kwamba wakati mwingine tunamtupia lawama Mohamed, tunamtupia lawama si nani. Pale kuna mtu pale ndio anawaharibu. Na mabadiliko haya ya katiba ambao nakwenda kuwasimamia yatamfichua mwenyewe huyo mtu. Mohamed tunamlaumu tu. Unajua Mohamed tofauti yake na Ghalib ni moja. Ghalib sio mzungumzaji, neno lake ni moja tu, Yanga bingwa. Mohamed kidogo msemaji. Kwa ile kusema, na sisi wana Yanga hapo ndio tunapata nafasi ya, lakini wote wawili mimi nimekaa nao pamoja. Kama niliwahi kuna wakati kukozana kwa maana ya kutoka Simba kwenda Yanga na Mohamed, lakini jamaa very gentleman, na alitiwa yule maneno aji hivi. Maskini ya Mungu, unajua matajiri wale kila siku ajiwe. Lakini alikuwa na mapenzi makubwa na mimi. Najua ni kama alionayo mpaka leo Ghalib. We hata utasema, we utazungumza, hata wasikiliza, lakini anajua mimi moyo wangu uko vipi, anajua dhamira yangu yani Ghalib anajua, hata rais anajua Haji ili jambo anamaanisha nini. Wanajitahidi tu kuleta, lakini hawezi. Basi na Mo Sambati mbaya, Mo akajazwa maskini ya Mungu, akaingia katika mfumo. Ndio mimi kisita kuondoka. Baba naye akajazwa akaingia katika mfumo.